John Jerop Kangogo anayefaa kama akicheza filamu alikuwa mwenye furaha tele alipoonekana mara ya mwisho na wanafunzi wenzake Jumamosi tarehe 18 Machi mwaka huu. Dadake mkubwa Bi Joyce Jepkemoi alisema Jerop ambaye alikuwa mhasibu katika mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda anayofahamika kama NITA jijini Nairobi na mwanafunzi wa MBA katika chuo kikuu cha Kenyatta alitumia siku nzima na marafiki zake hadi mwendo wa saa 11 jioni alipojitolea kwenda tarehe ya kahawa. Hiyo ndiyo ilikuwa mara ya mwisho kwa wanafunzi wenzake kumwona kijana huyo mwenye umri wa miaka 36 akiwa hai. Siku mbili baadaye mwili wake ulipatikana na watembea kwa miguu karibu na shule ya msingi ya Jamhuri katika kaunti ya Nairobi. Nini kimetokea? Nani alitaka Jerop afe na kwa nini? Haya ni baadhi ya maswali ambayo familia yake inapambana nayo. Kulingana na mwanafunzi mwenzake, Jumamosi hiyo Jerop alitoka darasani saa 11 jioni kwa haraka baada ya kupokea simu kutoka kwa rafiki yake akimkaribisha nje kwa kahawa. Bi Jepkemoi alielezea hivi nikinukuu: marafiki zake walituambia alifahamisha kwamba alikuwa akienda kukutana na rafiki yake wa kiume, lakini hakufichua mengi zaidi kuhusu hilo. Lakini mwili wake ulipatikana tu umetupwa kando ya barabara. Mara ya mwisho nilizungumza na dada yangu mnamo Ijumaa tarehe 17 kuhusu masuala fulani ya familia. Tulipokuwa tukichangia pesa za kumnunulia mama yetu dawa, tulikubaliana wenyewe kwa wenyewe kwamba Jerop angekusanya pesa hizo na baadaye kuzipeleka kwa mama yetu. Kila mmoja wetu ambao ni ndugu watatu alipaswa kuchangia shilingi 2,000. Jerop alitakiwa kutuma pesa siku ya Jumapili, lakini simu yake ilikuwa imezimwa. Tulichukulia kuwa betri kwenye simu yake ilikuwa imeisha nguvu. Tulifikiri kwamba tuma pesa siku ya Jumatatu asubuhi. Siku hiyo mama alinipigia simu akiniambia kuwa amejaribu kumpata Jerop, lakini simu yake ilikuwa bado imezimwa. Nikamwambia asubiri labda atakuja baadaye. Siku ya Jumanne mama yangu alimpigia simu tena akiwa hospitalini, lakini simu ya Jerop ilikuwa bado imezimwa, jambo lililozua shaka kuhusu aliko. Alikuwa aina ya msichana ambaye angeweza kuniambia chochote. Tulikuwa karibu sana. Simu yake ilipozima kwa siku 2 mfululizo, nilijua kuna kitu kibaya, lakini sikuharakisha kufanya maamuzi. Siku ya Jumanne jioni alipokea simu kutoka kwa mfanyikazi mwenzake Jerop huko NITA ambaye alisema kuwa ameripoti kazini Jumatatu na Jumanne. Siku ya Jumatatu wenzake walidhani kwamba ameshindwa kuripoti kazini kutokana na maandamano ya nchi nzima ya kupinga serikali yaliyoitishwa na upinzani. Hata hivyo, siku ya Jumanne asubuhi hakuonekana. Kutokuwepo kwake kulizua taharuki. Hali ya kwamba simu yake ilikuwa imezimwa pia iliwatia wasiwasi wafanyikazi wenzake. Kulingana na Bi Jepkemoi, haikuwa kawaida kwa dadake kukosa kazi huku simu yake ikiwa imezimwa na asionekane popote. Bi Jepkemoi alisema aliandikisha taarifa ya mtu aliyepotea katika kituo cha polisi cha Industrial Area jijini Nairobi kabla yake na dadake mwingine kuanza msako. Mnamo Machi tarehe 24 akina dada walifikiria kuzuru sehemu mbaya zaidi ya mwisho, hifadhi ya maiti ya jijini Nairobi. Katika chumba cha kuhifadhia maiti walionyeshwa picha na kwa mshtuko Jerop, mzaliwa wa 6 kati ya watoto 11, alikuwa miongoni mwa miili ambayo ilikuwa imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti na maafisa wa polisi wiki hiyo. Ilipopatikana, mwili huo ulikuwa umevimba na ukiwa na damu, alisema Bi Jepkemoi. Kulingana na ripoti ya polisi iliyoonwa na Taifa, watembea kwa miguu waliopata mwili huo waliwaita maafisa wa polisi walioupeleka katika hifadhi ya jiji ya Nairobi. Mwili wa Jerop sasa upo katika chumba cha kuhifadhia maiti ukisubiri uchunguzi wa maiti. Bi Jepkemoi alimtaja Jerop kuwa mtu mkimya, mwenye moyo mkunjufu, mwenye nyekevu na mnyofu, mchapakazi na mwenye kutaka makuu ambaye alikuwa anatazamia kuhitimu mwaka huu. Familia ya Jerop katika eneo bunge la Muiben, kaunti ya Uasin Gishu, sasa inatafuta haki kuhusu kifo cha kutatanisha cha binti yao. Familia imetaka uchunguzi ufanyike haraka ili kubaini hali ya kifo chake. Wapelelezi kutoka kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai sasa wanakusanya taarifa ili kubaini ni nani alikuwa naye mara ya mwisho na alizungumza naye mara ya mwisho. Kulingana na Bi Jepkemoi, washukiwa 3 walikamatwa kuhusiana na mauaji hayo, lakini bado hawajajibu huku polisi wakitafuta siku zaidi kukamilisha uchunguzi. Brian Kibwage,
Runinga ya Kisii Hot.